Once again. Dunia inafunguka, tunamwona mwamba hapa. Alikuwa zake njiani taratibu, alikuwa akitembea huko anasikiliza mziki, na kuna gari ilikuwa inamfuata nyuma, inapiga honi za kutosha, lakini mshikaji asikii. Oni kama zote asikii, basi huyu mwenye gari ikabidi aweze kushuka. Alafu alikuwa na hasira mbaya mbovu. Alikuwa ni binti. Hivyo una akili timamu, unajitambua. Yaani njia yote hii unapita road, si ndio? Kibao. Huwezi kuamini kwamba dada alimpiga kofi mshikaji. Hapana, sijafanya kwa makusudi. Kikweli siko sawa. Niko na stressi. Samani sana. Samani bana. Kikweli mwenyewe siko sawa pia. Samani. Sikukusudia kuweza kukupiga kofi. Ila kama hutojari niweze kupatia rifti. Ulikuwa ukielekea wapi? Nilikuwa nikielekea mbele tu huko. Basi huwezi kuamini kwamba mtoto wa kike ilibidi aweze kumpatia mshikaji rifti kama vile kitu, kwa sababu ya kuweza kumuomba msamaha mshikaji kwa sababu alikuwa amemkosea. Huwezi kumpiga mtu kofi bila sababu. Basi alimpatia rifti. Ubidada bana anakwenda kwa jina la Keti na huyu mshikaji anakwenda kwa jina la Kelvin. Huo ndio ulikuwa mwanzo wa kufahamiana kati ya wawili. Kikweli naomba unisamee. Siku leo siko sawa hata kidogo. Babangu amenikela kweli nyumbani. Ndio maana nimekuwa na hasira. Wala usijari. Nadhani wewe kuwa na amani tu kwa kile ambacho umekifanya. Sio kwa ubaya, kwa sababu unajua ulikuwa huko sawa. Hakuna shida. Na kikweli wewe ni kijana mzuri kweli. Kwa sababu angekuwa mwingine, nina imani asingenielewa kwenye hili. Lakini wewe umenielewa. Asante sana. Bidada alikuwa akimshukuru mshikaji kwa sababu amemuelewa kwenye hili. Ni angelikuwa mtu mwingine ingekuwa ni ngumu sana kuweza kumuelewa huyu mtoto wa kike. So alikuwa akimuomba msamaha mshikaji, na pia alikuwa akimwambia kwamba kama utojari, nilikuwa naomba tuwe marafiki, unipatie namba yako tuwe tunawasiliana walau, kwa sababu nimekupenda bure. Basi mshikaji akamwambia, kwa hiyo unataka namba yangu? Yes of course. Basi mshikaji ilibidi aweze kufanya hivyo. Ilibidi aweze kumpatia namba ya simu huyu mtoto wa kike ambaye anakuwa jina la Kate. Basi hakuna shida, nadhani tutazidi kuwasiliana, au sio? Basi ilikuwa ndo hivyo kati ya wawili. Bidada alimwambia mshikaji kwamba watazidi kuwasiliana. Kama unavyojua ni kwamba mahusiano waga hayaanzi kirahisi. Mahusiano yanakuwaga na sababu. Nadhani ya wawili hii ilikuwa ndo sababu ya wao wawili kuweza kukutana. Na bidada amejikuta amempenda mshikaji kwa sababu ni kijana mstaarabu kweli. Basi wakawa wametoka pale na walikuwa wakielekea zao kuweza kupata moja moto moja baridi, kwa sababu kwa sasa hivi wamekuwa ni marafiki. Usiku wa manane bidada ndo akawa anarudi maskani. Umetoka wapi sasa hivi? Wewe umekuwa mkubwa, si ndio? Wewe ndio umekuwa mwenye nyumba sasa hivi. Mimi mwanao, unarudi muda unaotaka, si ndio? Hivi una akili timamu kweli? Binti yangu, huwezi kubadilika hata mara moja tu. Inabidi ubadilike. Umeshakuwa sasa hivi. Haijalishi dadi, kila kitu nakisababisha wewe. Aya tuwezi ndio leo sababisha. Hapana binti yangu, kuwa mwelewa basi. Inabidi unisikilize, mimi ni babako. Haijalishi wewe babangu uwe nani, haijalishi. Kikubwa tu niache nifanye kitu ambacho naona ni sahihi kwa upande wangu. Alafu hata wewe fanya kitu ambacho naona ni sahihi kwa upande wako. Unakosea, yeye unakosea sana. Mimi ni mzazi wako unajua. Lakini hata wewe mbona unashindwa kujua kabisa kwamba mimi ni binti yako? Unanifanyia vitu ambavyo ni vya ovyo. Unanipangia maisha, unanipangia kila kitu cha kufanya. Yaani mpaka kazi ya kufanya bado unanipangia. Mimi sipendi. Niache nifanye kitu ambacho nakipenda. Mimi napenda mziki, niache nifanye mziki. Usiponiacha mimi nifanye mziki, basi hii nyumba itakuwa haina amani siku zote. Alafu bidada akawa anajichenga. Keti. Wewe binti mbona hivi? Basi bana, wakati mwingine uweze kuamini kwamba bidada alikuwa anampigia mshikaji ambaye anaitwa Kelvin. Kama nilivyokuambia ni kwamba mtoto wa kike amejikuta amempenda sana yule mshikaji. Lakini ukumbuke kwamba yule mwamba ni kijana ambaye anatokea kwenye familia maskini. Alafu mtoto wa kike kwao ni wa kidosi, ni wa kishua. Yaani mboga 7, 8, 9, 12 laki. Alafu kwa hapa walikuwa wakipiga story taratibu. Na bidada anajisikia happy kweli kupiga story na mshikaji ambaye anaitwa Kelvin. Anajisikia raha mbaya mbovu. Anajisikia raha kinoma noma. Basi baada ya maongezi mengi, bidada alikuwa akiomba kitu kutoka kwa mshikaji. Kuna nyimbo alikuwa akiomba aweze kutumiwa, basi akawa ametumiwa pale bidada. Bidada akawa anamwambia kwamba imefika bana, inaonekana nao napenda mziki. Mshikaji akawa anamwambia kwamba hata yeye pia anapenda mziki. Basi bidada naye akawa anamwambia kwamba hata mimi pia ninapenda sana mziki. Mziki ndio kitu ambacho mimi huaga nakipenda. Na ikuishia hapo. Huwezi kuamini kwamba wawili kila wakati wakawa wanawasiliana. Na ilikuwa ni furaha kubwa sana kwa mtoto wa kike kwa sababu anapenda kuwa karibu na mshikaji. Na mshikaji siku leo aliweza kumwambia kwamba nipo getini hapa. Mwamba alimfanyia surprise, na hapa getini alikuwa akizuiliwa na mlinzi. Mwacha aingie bana. Basi mshikaji ikabidi
mtazame Ndina. Jamani wao, basi wakawa wanakumbatiana pale. Urafiki unazidi kuwa mkubwa kati yao wawili, kati ya Kelvin pamoja na Keti, na mshikaji alikuwa happy kweli kumwona mtoto wa kike. Naomba na mimi nisikilize muziki. Wewe tulia, inabidi nunue kwako bana. Kwa watu tukashia, si ndio? Naanzaje kushia na mtoto akishua kama wewe? Unashindaje kununua kwako? Hapana bana. Kwa nini nikiwa na mtoto akishua ndio unaweza nikapata chochote ambacho nakitaka? Yes of course. Maybe. Lakini pia wakati mwingine naweza nikataka kitu kutoka kwa mshikaji. Akamwambia twenzao bana. Kwa leo walikuwa wamepanga kwamba wanahitaji kuweza kutoka, uweze kupiga misele sehemu 2-3. Basi wakawa wanatoka taratibu kati ya mshikaji pamoja na bidada ambaye anakuwa na jina la Keti. Basi siku hiyo alipiga misele kama yote, na uwezi kuamini kwamba mshikaji alimpeleka mtoto wa kike mpaka magetoni kwake. Lakini siku ile mshikaji alikuwa hana la, alikuwa kama vile hayuko sawa, alikuwa na mawazo, alikuwa anajisikia vibaya. Vipi, nini shida Kelvin? Kuna tatizo? Mbona kama unalia? Kiukweli najisikia vibaya kweli. Siku ile ndo siku ambayo ndo siku ya kumbukumbu ya kifo cha babangu kipenzi. Nilimkosa babangu wetu kwa sababu ya pesa. Pesa ndo ilifanya niweze kumkosa babangu. Najisikia vibaya kila nikilikumbuka hilo, kwa sababu mpaka sasa hivi ni mtu ambaye sina hela. Sina hela ya kula, sina hela ya kufanya chochote, na maisha magumu kweli. Bila kana namwambia kuna shida, kuwa na amani, kila kitu kitakuwa sawa. Siwezi kuwa na amani, maisha yangu hayawezi kuwa sawa kwa sababu sina pesa, na pesa ndo kila kitu. Unaweza kufikiria kwamba toka asubuhi mimi sijala chochote toka asubuhi. Bila kabaki anashangaa. Yaani mshikaji ni kwamba kiasi kwamba ana pesa, ni tangu asubuhi hajala chochote. Alichobakiwa nacho kwenye maisha yake ni nyumba tu ambayo babake alimwachia, lakini maokoto ni jambo ambalo kwake ni kama ndoto tu. Mshikaji ana maisha magumu kinoma noma. Basi bidada ambaye anakwenda kwa jina la Keti ikabidi awe anamtia moyo mshikaji, kwa sababu Mwamba alikuwa anaonekana yuko na wakati mgumu kinoma noma. Mwamba alikuwa anapitia wakati ambao ni mzito hii barabara. Huko Mdingi, mbona hizi pesa hazikuwa hivi? Mbona kama kuna pesa imepotea hapa? Mdingi anaangalia ni kama kuna pesa imepotea. Huwezi kuamini kwamba bidada amepita na hizo pesa. Baada ya kusikia kwamba mchumba wake mwanaume wake eti ana shida na pesa, ikabidi aende kumwibia babake baadhi ya pesa ili mradi aweze kumletea mshikaji ambaye anakuwa jina la Kelvin. Nini hicho? Fungua basi. Basi mshikaji kufungua, Mwamba kabaki anashangaa, ni maokoto, pesa za kutosha. Uliniambia una pesa, nadhani hiyo inaweza kukusaidia. Jamani Keti, nini ambacho unakifanya? Kwani kuna ubaya kumletea mpenzi wangu pesa? Imewezekanaje? Umetoa wapi? Ni baba kanipatia. Kwa hiyo niamini au? Baba kanipatia. Njoo ndani. Basi mshikaji akamchukua mtoto wa kike, kampeleka ndani. Basi akawa anapata juice pale. Na mshikaji alikuwa happy kinoma noma kwa sababu bidada ameonyesha kumjari mbaya mbovu. Kamletea pesa maokoto. Nadhani kwa sasa hivi uko happy, si ndio? Yes, kwa sasa hivi niko sawa, lakini hizo pesa bana, wakati mwingine usinifanyie hivyo. Umeni surprise kweli. Ilikuwa ni furaha kubwa. Bidada ndo anajisikia raha kwa karibu na mshikaji ambaye anaitwa Kelvin. Anajisikia burudani, anajisikia raha. Basi wakati mwingine tunamwona Mdingi hapa, na kuna mtu alikuwa ametimba akawa anampatia bahasha. Huwezi kuamini kwamba Mdingi aligundua kwamba mtoto wake kwa sasa hivi ameanza nyendo ambazo sio sawa, anarudi mpaka saa 8 za usiku. Alimpa kazi mtu ya kuweza kumfuatilia binti yake. Huwezi kuamini kwamba Mdingi alibaki anashangaa, huyu ndo kijana ambaye anadeti na binti yangu. Mdingi alibaki anashangaa, huyu kijana mbona kama namjua? Mdingi anamjua kabisa huyu kijana. Basi akawa anamuita Keti. Wewe Keti. Alikuwa akimuita bidada ambaye anakuwa jina la Keti. Basi bidada taratibu ikabidi aweze kutimba. Hakujua Mdingi nini ambacho alikuwa akimuitia. Nini hiki? Hiki ni nini? Bidada kuangalia, ndo nambaki anashangaa. Hii imewezekanaje? Umepataje? Kwamba unani spice ndio? Ndio, kwa sababu wewe ni binti yangu. Binti akabaki anashangaa. Kivipi? Yaani unanifuatilia, si ndio? Of course, tena kaa mbali na huyo kijana kwa sababu sio hadhi yako. Huyo ni kijana maskini. Kivipi? Huyo ni maskini. Hutakiwi kuwa karibu na maskini. Maskini sio watu wazuri. Na kusi kaa mbali na huyo kijana. Hapana, siwezi kukaa mbali naye. Yaani wewe ni mtu gani ambaye unaweza pesa, unaweza utajiri, alafu unawatenga maskini? Nini ambacho unakifanya? Una matatizo gani babangu? Nimekuambia hivi, kaa mbali na huyo kijana. Na kama unabishana, no problem, na kufungia ndani hauji kutoka kamwe. Okay, fleshi, hakuna shida. Wewe baba gani? Alafu bidada akawa anajichenga pale. Mdingi akabaki anashangaa, huyu mtoto vipi? Amelogwa nini? Basi akawa anarudisha zile picha kwenye bahasha. Huko mshikaji huwezi kuamini kwamba mambo sio mambo. Kila akimtafuta mtoto wa kike hapokei simu, bidada wala ampigie mshikaji simu. Akimtumia meseji, bidada hajibu. Mwamba alichanganyikiwa.
kwa sababu amemisi sana kipenzi chake, amemisi bidada ambaye anakwenda jina la Keti. Lakini huwezi kuamini kwamba mtoto kike simu hazipokei, na mshikaji amemisi kweli. Ni mwanamke ambaye anampenda, mwanamke ambaye anampenda kinoma noma. Mshikaji alikuwa na stresi, na muda si mrefu rafiki yake akawa na timba, na rafiki yake anakwenda kwa jina la Justin. Mwanangu vipi? Mbona unaonekana kabisa kwamba hauko sawa? Yeye ni mtu ambaye unaonekana kama vile umeachwa hivi. Kiukweli shida ni Keti. Keti kafanya nini tena? Nampigia simu hapokei, message ajibu. Alafu aje hata hapa nyumbani. Kiukweli najisikia vibaya, sielewi atakuwa na shida gani. Yaani sielewi hata nifanyeje kwa sababu ananiumiza kweli. Jemangu, sio na wasiwasi, yule anakupenda hata kama, lakini ilibidi apokee simu zangu. Huenda kutokuwa na tatizo na ndio maana ameweza kufanya hivyo. Hawezi kufanya ghafla tu kama mlikuwa mjakosana. Rafiki yake alikuwa kimshauri kwamba inabidi aweze kumute, aweze kutulia kwa sababu kama mwanamke wake anampenda atamtafuta tu. Huko wakati mwingine bidada huwezi kuamini kwamba alifungiwa chumbani. Alikuwa akiandika zake nyimbo tu kwa sababu ndo kitu ambacho kilikuwa kikimfanya walau hata kidogo awe happy. Lakini huwezi kuamini kwamba hapo alipo alikuwa na huzuni kinoma noma. Na alikuwa akiandika nyimbo fulani hivi ya maumivu kweli kuhusiana na mapenzi. Na bado mshikaji alikuwa akizidi kumpigia simu, lakini bidada kuhitaji kuweza kuipokea kwa sababu haelewi atamwambia nini mshikaji. Huku mwamba alipata wazo. Nimepata wazo gai. Tufanye kitu kimoja. Mpigie Kate, mwambie kwamba nimeumwa, nimezidiwa kweli. Ukimpigia ni lazima atakuja. Basi rafiki yake ilibidi aweze kufanya hivyo. Ilibidi aweze kumpigia bidada ambaye anakuwa jina la Kate simu. Basi bidada taratibu akawa anaipokea ile simu na akawa anapewa taarifa kuhusiana na mshikaji kwamba ameumwa na amezidiwa kweli, hali yake ni mbaya mbovu. Huwezi kuamini kwamba bidada alichanganyikiwa. Kama unavyojua ni kwamba anampenda mshikaji kinoma noma, kama ambavyo wazo la mshikaji ambavyo alikuwa nalo ni kwamba bidada atakuja chap chap. Na ni kweli mtoto kike, huwezi kuamini kwamba speed alitimba, na mshikaji walikuwa wamemtengenezea mazingira kama kweli eti mshikaji amezidiwa kweli. Vipi, shida nini? Kiukweli ana hali mbaya na tumeshindwa kabisa kumpeleka hospitali kwa sababu hatuna pesa. Jamani, mshikaji alikuwa amezidiwa kinoma noma. Yaani ukimwangalia ni kama amezidiwa mbaya ambavyo. Basi bidada akawa anachukua simu, anatuma pesa pale, lakini anakuta akaunti yake imefungiwa. Jamani, pesa tu ndio kitu ambacho kinasumbua hapa. Inahitajika zaidi ya milioni 1 ili mradi hawezi kutibiwa. Basi bidada, huwezi kuamini kwamba akawa ametoka ndoki kwenda kutafuta hela. Mshikaji ndo kanashtuka. Safi, mbinu imefanya kazi. Ngoja aende akalete hela. Huwezi kuamini kwamba bidada alienda chumbani kwa mdingi wake. Kwa kuwa mdingi aliweza kuifungia akaunti yake, akaona ngoja amuibie pesa. Mdingi sikafunga akaunti, kwa kaja kumuibia mdingi wake pesa ili mradi aweze kumlipia mshikaji ambaye anakuwa kwa jina la Kelvin. Basi kabeba pesa, na alibeba pesa nyingi mbaya mbovu. Kama unavyojua ni kwamba ilikuwa ikihitajika kama milioni 1 ili mradi mshikaji aweze kutibiwa, lakini bidada alichukua milioni 3 ili mradi aweze kutibiwa na pesa nyingine ya matumizi. Basi bidada akawa ametimba pale na akawa ametimba na pesa. Jamani, asante sana. Mungu akubariki sana. Mungu atakubariki kabisa kwenye hili. Asante sana. Rafiki yake na mshikaji alikuwa akimshukuru bidada kwa sababu ni mtu mwema kweli. Kaweza kumpatia mshikaji pesa ya matibabu. Basi naomba umsaidie, wala hakuna shida, mimi nitamsaidia na kila kitu kitakaa sawa. Basi bidada akawa anajichenga, asante, hakuna shida. Bidada na wewe nyumbani ili mradi asije kagundulika kwamba alikuwa ametoka. Basi rafiki yake akawa anafunga mlango pale. Gai, udem anakupenda mbaya mbovu. Mshikaji kuangalia maukoto kama yote, walimuomba 1 amewapa 3. Basi muomba akamchomolea laki. Shika hii hapa. Uwezo kanipatia laki mimi na kuongezea bana. Huku upande wa binti huwezi kuamini kwamba alifika nyumbani akiwa wa moto, sio poa. Dadi, nini ambacho nakifanya? Kwa nini umefungia akaunti yangu? Kwa sababu unatumia pesa vibaya. Kivipi dadi? Unatumia vibaya na ndio maana nimekufungia akaunti yako. Wewe mtu gani? Ni mtu ambaye nakuona kabisa unatoa pesa ovyo ovyo na unakitumia kile kimwanaume chako. Namsaidia tu. Ni kijana maskini, ana mazingira magumu. Kwa nilikuwa namsaidia. Wewe shida yako ni nini dadi? Ulinipa pesa kwa sababu gani? Si kwa sababu ya matumizi yangu binafsi. Yes, matumizi yako binafsi na sio kuwagawia wanaume. Kaa mbali na yule maskini, atakupoteza kwenye dila. Hapana dadi, kaa mbali na maisha yangu. Uwezi kuona nichagulia maisha ya kuishi. Itakuwa ndo maana mama yangu alikufa kwa sababu ulikuwa ukimchagulia maisha ya kuishi kibao. Wewe pumbavu nini? Mdingi huwezi kuamini kwamba hajawahi kumpiga kofi binti yake. Pole binti. Hajawahi kumpiga kofi binti yake hata mara moja. Ndio kwa mara ya kwanza binti alikimbia chumbani huku analia mbaya mbovu. Alikuwa ni huzuni. Alitimba kwa mshikaji akasema, kiukweli nimechoka kuishi pale nyumbani. Natamani tuende mbali Kelvin. Nichukue nipeleke mbali jamani. Nimechoka kuishi pale nyumbani. Mshikaji akamwambia, hakuna shida.
naweza kufanya hivyo, lakini usijisahau kwamba mimi sina pesa. Mimi niko radhi kuishi maisha yoyote ambayo utanifanya niishi, mimi nitaishi Kelvin. Mimi nina wazo, kama utojari tusuke mchongo, twende tukamuibie babako pesa. Tukishaiba pesa hiyo itaweza kutusaidia mimi na wewe tuweze kuishi. Nitakuchukua, nitatoroka na wewe, tutaenda mbali. Kupitia hiyo pesa ambayo nitakuwa nimemuibia babako itaweza kutusaidia sisi kuweza kuishi. Bila kabaki anashangaa, vipi, kuna shido? Sijakuelewa. Yaani unamaanisha kwamba tumuibie baba, si ndio? Yes, au umenielewa vibaya? Of course lazima iwe hivyo. Usinifikirie vibaya. Kwa uzuri, hatuwezi kuishi bila pesa. Inabidi tupate pesa kwa sababu ya kuweza kusurvive. Tufanye hivyo baby, tumuibie pesa, twende mbali. Bidada baki anashangaa. Hakuamini. Yaani wewe ndo unanishauri eti tukamuibie babangu pesa? Yes, hiyo ndo njia pekee. Huwezi kuamini kwamba bidada akawa anajichenga pale. Akaona kabisa huyu ni mwanaume ambaye hamfai. Anamshauri vipi eti wamuibie babake pesa? Ni kitu ambacho hakifai hata kidogo. Bidada huwezi kuamini kwamba aliondoka akiwa amekasirika mbaya mbovu. Guy, nini hicho unachokifanya? Yaani umeshindwa kabisa kumshawishi. Nadhani hawezi kufanya hivyo. Ameshindwa kukubali kwa sababu hawezi kumsaliti babake. Hapana Gai, kuna namna nyingi sana ambazo unaweza kuzitumia kumshawishi. Yule ni mpenzi wako bana. Tafuta namna nyingine uweze kumwelekeza, ni lazima atakubali. Huwezi kuamini kwamba huyu mshikaji ni huyu rafiki yake. Wamepanga plani waweze kumtumia bidada ili mradi bidada aweze kumgeuka babake na kuweza kumsaliti, waweze kumuibia kitita kikubwa sana cha pesa. Bidada alikaa alifikiria, akagundua kwamba amemkosea kweli mshikaji. Basi alichokifanya ikabidi awe anampigia. Alikuwa akimpigia ili mradi aweze kumuomba radhi kwa sababu alikuwa ameondoka bila hata kumwaga, na alikuwa ameondoka wakati hawako kwenye maelewano. Basi bidada akawa anapiga simu. Bidada alikuwa akipiga simu lakini mshikaji hapokei. Ashiki kabisa simu za mtoto wa kike. Bidada ilikuwa inamfanya anajisikia vibaya kweli. Huko mshikaji ni kwamba anapuuzia tu ile simu. Na rafiki yake alikuwa akimwambia kwamba, "Oya mwanangu, simu inaita huku. Demu wako anazidi kupiga simu." Lakini mshikaji akawa anamwambia, "Hapana, hii simu haitakiwi kabisa kupokelewa. Mimi nina akili, najua kabisa kwamba asipopokelewa simu ni lazima atakuja." Hapo Gai kidogo umenena. Huwezi kuamini kwamba mshikaji kumbe alikuwa apokee simu kimakusudi. Anamaanisha ni kwamba asipopokea ile simu ni lazima mtoto wa kike atatimba, na akija hapa ndo atajua mbivu na mbichi. Je, yuko tayari kumuuza babake ama raha? Basi huwezi kuamini kwamba bidada ni kweli alitimba nyumbani kwa mshikaji, na mshikaji akamwambia, "Karibu sana." Bidada akamwambia kwamba, "Nimekubali." "Unasemaje?" "Nimekubali, niko radhi." Huwezi kuamini kwamba mshikaji alifly kinoma noma. Bidada akakubali, yuko radhi kuweza kumsaliti na kuweza kumuuza babake mzazi, na alifanya hivyo. Huwezi kuamini kwamba alianza kuwapa ramani nzima ya nyumba yao. Mtaingilia hapa, mtatokea hapa, pesa ziko hapa, nitawasaidia kwa njia hii na hii. Yaani bidada aliwapa mchoro mzima, na kwenye hii mission watakuwa mtu 4. Bidada atakuwa kama msoma ramani na atakuwa akiwaongoza sehemu za kwenda, na mshikaji ndo atasimamia issue nzima kuweza kuhakikisha kwamba anaongoza wenzake wawili waweze kulipiga lile tukio. Bidada yuko serious kabisa, yuko radhi kabisa kuweza kumsaliti babake, kuhakikisha kwamba mdingi wake anaweza kuibiwa kitita kikubwa sana cha pesa, kwa sababu anachokiamini kwamba baada ya kuweza kuiba hiyo pesa atatolokea mbali, ataenda kuishi huko mbali na mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Kelvin, kwa sababu amemchoka babake, amechoka sana. Yeye amechoka kuishi na baba yake mzazi. Basi bana, bidada msaada ambao ilitakiwa aweze kutoa ni huu hapa. Huwezi kuamini kwamba siku leo aliweza kumpatia off huyu dada wa kazi, na akamwambia nenda nyumbani ukapumzike. Siku leo nitakusaidia kazi zote. Asante sana madam. Huyu dada wa kazi alifly kweli, pasina kujua kwamba mtoto wa kike alikuwa na mambo yake anahitaji kuweza kuyafanya. Na huwezi kuamini kwamba mtoto wa kike baada ya kuweza kuandaa msosi, yeye ndo akaenda kumpelekea huyu mlinzi wa getini, lakini kwenye huyu msosi kuna kitu alikuwa ameweka kama dawa ya usingizi ambayo itamfanya mlinzi aweze kulala kweli usiku wa leo. Bidada anafanya hivi ili mradi wale wamba wakitimba tu wasipitie wakati mgumu, yani wapenye kiulaini. Basi yule dada ambaye ni dada wa kazi humu ndani ndo alikuwa akiondoka taratibu. Alikuwa akimshukuru sana yule dada kwa sababu amemfanyia wema kweli. Leo anaenda kupumzika. Mpaka mlinzi akabaki na shanga, leo nampumzisha huyu? Madamu umebadilika kweli sasa hivi. Ndo hivyo. Alafu bidada akawa anajichenga, mpaka mlinzi akabaki na shanga, leo nakula chakula cha madam. Huko bidada huwezi kuamini kwamba kitu alichokifanya, ikabidi aanze kuwaambia wamba kwamba time ndo imefika, kwa sababu kila mtu sasa hivi ameshajichenga na yule mlinzi tayari ameshalala. Basi bidada taratibu akawa anamsogelea mzee wake pale. Binti yangu, umeniletea mwenyewe juice? Kwani kuna shido? Basi mdingi akawa anachukua juice pale. Alikuwa happy kweli. Binti yangu umebadilika, kwa kila kitu kiko sawa. Of course wewe ni babangu,
na ndo kila kitu kwenye maisha yangu. Nakupenda sana babangu. Bidada ilibidi aweze kufunga ilimradi kila kitu kiwe sawa. Na huwezi kuamini kwamba ilisikika kaa chini. Huwezi kuamini kwamba basi Mdingi akiweka chini, kale chini, pumbavu zenu. Wamba wametimba. Pesa ziko wapi? Wakawa wanamuuliza Mdingi pesa ziko wapi, lakini Mdingi alikuwa asemi. Ziko juu, pesa ziko wapi? Wakawa wanatembeza mtimbo kwa Mdingi mpaka aweze kueleza pesa ziko wapi. Jamani, mwacheni binti yangu basi. Wakawa wanamchukua Mdingi kuweza kumpeleka juu. Anamtetea binti yake pasina kujua kwamba binti ndo Mr. Mind. Basi Mdingi alipelekwa mpaka chumbani kwake. Sema pesa ziko wapi? Kikweli pesa ziko kwa pale. Basi huwezi kuamini kwamba Mwamba akawa anamwelekeza pesa zile pale. Kuangalia, huwezi kuamini kwamba mihela ya kutosha. Basi Wamba akawa anakomba begi zima na wakachukua na simu za Mdingi pale. Jamani. Mdingi alikuwa akiomba aweze kumwacha hai tu kwa sababu alikuwa ajui akina nani. Alafu mshikaji akawa anatoa kofia pale. Mdingi akabaki anashangaa. Kelvin. Mdingi kumbe anamjua mshikaji. Inalipa kwa sababu ya babangu mzazi. Alafu mshikaji alimpiga chuma Mdingi. Bidada akabaki anashangaa baada ya kusikia mlio wa risasi. Alitoka nduki kinoma kwani akajua huko usalama ni mdogo. Alafu Mwamba akawa anajichenga. Bidada akawa anapanda juu kwa sababu amesikia mlio wa risasi. Kufika ndani, Mdingi ni wajuzi, amepigwa risasi ya kichwa. Bidada alilia kinoma, alilia barabara. Unadhani kwa nini mshikaji amemuua? Na ni kwa nini Mdingi alimtaja jina lake? Wanajua nao? Na ni kwa nini mshikaji amesema kwamba amefanya hivi kwa sababu kuweza kulipa kisasi cha babake? Nini ambacho Mdingi aliweza kumfanyia huyu mshikaji na babake? Huwezi kuamini kwamba Keti alimfuatia mshikaji pale na alimkunja. Nini ambacho umekifanya? Umeniulia babangu, lakini walikuwa kimzuia. Umenisaliti, umeniulia babangu kweli. Alistahili yale alikuwa yanamstahili. Ilibidi yafe kwa sababu ya kuweza kulipiza kifo cha babangu, kwa sababu yeye ndo alihusika na kifo cha babangu mzazi. Ndo mshikaji anaanza kutupa story. Ni kwamba babake na huyu mshikaji alikuwa ni bonge la genius, na pia alikuwa ni IT, na kuna project kubwa sana ambayo alikuwa ameiandaa, na alikuja kumshirikisha Mdingi kwa sababu Mdingi si alikuwa ni tajiri. Kwa maana hiyo yeye ni rahisi sana kuweza kuweka pesa, alafu jambo likawa. Na Mdingi aliwaahidi kwamba kila kitu kiko sawa, mimi nitaichunguza hiyo project yako, alafu baada ya mwezi ndo tutaanza kuifanyia kazi. Basi Wamba wakawa wanajichenga pale kusubiri baada ya mwezi project ndio itaanza kufanya kazi. Lakini huwezi kuamini ni kwamba Mdingi alikuwa akicheka. Huyo Mdingi aliwasaliti bana. Ile project alikuja kuifanyia kazi yeye na akapiga pesa nyingi. Au baada ya mwezi walikuwa wakirudi, kwa sababu alikuwa akisikia kwenye mitandao ya kijamii Mdingi akiwa anachukua tuzo kwa pongezi kubwa kwamba ameweza kutengeneza project kubwa ambayo lilikuwa ni wazo la babake mshikaji. Mdingi akatoka, nyinyi ni maskini tu, hamna chochote ambacho mnaweza kukifanya, nilikuwa naomba muondoke. Lakini babake na mshikaji alijaribu kuweza kudai haki yake, lakini Mdingi alishindwa kumpa haki yake. It means kwamba alimdhulumu wazo lake, na huyo Mdingi akawa bilionea mkubwa sana kutokana na wazo la huyu babake na mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Kelvin. Kwa utajiri wa Mdingi wote ni kwa sababu ya wazo la babake na huyu mshikaji. Na babake na huyu mshikaji huwezi kuamini kwamba alikuwa akisumbuliwa na pressure, na pale huwezi kuamini kwamba alizidiwa. Mwamba akaacha kudai haki yake na akawa anamhangaikia babake, huenda atakuwa sawa. Alimfuata Mdingi, tafadhali naomba umsaidie babangu, yupo kwenye hali mbaya. Lakini huwezi kuamini kwamba Mdingi aliishia kumfukuza tu, hakumpa chochote. Alishindwa hata kumsaidia babake na mshikaji. Mimi siwezi kusaidia maskini, amnitokee hapa. Na mshikaji anafika nyumbani anakuta babake mzazi amekufa. Mwamba kuanzia siku hiyo alihapa kwamba ipo siku moja atakuja kulipiza kisasi, ni lazima aje aripe siku moja, na ndo kitu ambacho amekifanya siku ya leo. Askari polisi huwezi kuamini kwamba alianza kuchunguza ni nani ambaye alikuwa amefanya yale mauaji na kuweza kufanya wizi mkubwa wa pesa nyingi ya zaidi ya bilioni 1 ambayo ilikuwa kwenye jumba la huyu Mdingi. Na alikuja kumhoji binti. Huwezi kuamini kwamba bidada alisema kila kitu, kwa sababu si mshikaji alienda tofauti, alimulia babake. Ikabidi awaambie askari polisi kila kitu kwamba mhusika wa kifo cha babake ni mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Kelvin. Na askari polisi huwezi kuamini kwamba waliapa watalivalia njuga ili jambo mwanzo mpaka mwisho. Walitimba nyumbani kwa mshikaji Kelvin, lakini walikuta hayupo. Wakapiga simu, hapa tumekuta hayupo, tupatie location nyingine sehemu ambazo waga anashinda. Huko mshikaji huwezi kuamini kwamba alikuwa na wamba wake na wakawa wanagawana pesa, kila mtu anachukua cha kwake ambacho anakistahili kulingana na kiasi kikubwa sana ambacho alikuwa wamekichukua kwenye lile jumba la kifahari. Lakini pale ilisikika tu mikono juu. Wamba pale walikuwa tayari wameshazungukwa na askari polisi. Mshikaji pamoja na wenzake wote walikamatwa, na mshikaji aliweza kufungwa kifungo cha maisha na wenzake walifungwa miaka 20 magereza. Huko bidada huwezi kuamini kwamba ilikuwa ni huzuni. Babake amepoteza maisha, is dead. Na ni kwa sababu yake, yani yeye ndo chanzo cha kifo cha babake mzazi. Kupitia picha hii nimeweza kujifunza kitu kikubwa sana,
kwamba kitu ambacho akikwambia mzazi inabidi uweze kumsikiliza. Binti alishindwa kabisa kuweza kumsikiliza babake, kwani babake alimwambia akae mbali na yule mshikaji, lakini binti hakuhitaji kusikia. Lakini angekaa naye mbali, kwa sasa hivi angekuwa bado yuko na babake. Na pia kitu kingine ambacho nimejifunza kupitia hii picha ni kwamba usifanye ubaya, kwa sababu ukifanya ubaya ni lazima utalipwa, kwani malipo ni hapa hapa duniani. Mdingi amelipwa kulingana na kile ambacho alikuwa amekifanya. Alimwadhibu mshikaji kwa kuweza kusababisha kifo cha babake, kwani aliweza kuiba wazo lake, na mshikaji ameweza kulipiza kisasi. Amechukua pesa nyingi alafu then amemuua Mdingi. Na pia kitu ambacho nimejifunza ni kwamba kisasi sio kitu ambacho kinaweza kikabadilisha chochote kwenye maisha yako. Mshikaji kalipiza kisasi, lakini hamna chochote ambacho kimemsaidia. Kisasi chake mwisho wa siku kimemfanya aozee magereza. Inauma kweli, inauma hii barabara. Mtu akikufanyia ubaya usimlipe ubaya. Kitu ambacho inatakiwa kumlipa ni kumsamehe na kuwa mbali naye. Kwa leo maono shali pamoja na matangazo, namba ni ile ile ambayo iko upande wa juu upande wa kushoto 0755660003. Tunapisha comment yako na mbinu tunatakiwa wapi na maoni yako. Wewe ni yapi na usahau kuweza kusubscribe. Mimi ni Jine Sauti, Nang'ata, Jine Sauti ya Simba.